hivi siku ya Arafa ni siku gani haswa? Je, siku ya Arafa ni siku ya 9 ya Dhulhijja kutokamana na muandamo wa pale ulipo, ama siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba mahujaji wako katika kisimamo katika kiwanja cha Arafat? Ni swali. Je, siku ya Eid ni siku ya 10 ya Dhulhijja ama ni siku inayofuatia kisimamo cha mahujaji kule Arafat? Je, kuna mafungamano kati ya Arafa kama kisimamo moja katika nguzo za haji na kati ya Arafa funga ama saumu ambayo kwamba tunafunga sisi huku? Je, kuna mafungamano kati ya hivi vitu viwili? Je, sisi kufunga siku ya Arafa hapa ni kwa sababu ya kuungana na mahujaji ambao wako kule? Haya ni maswali na mingi kama mfano wa haya. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema alhajju Arafa, haji ni Arafa, huwa anakusudia nini haswa? Ni maswali ambayo kwamba kila mmoja anajiuliza na watu wanachanganyikiwa kwa sababu wanamsikia huyu anasema hivi na huyu anasema vile. Tufanye kipi haswa katika masala kama haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kudwa yetu, kama kiigizo chetu, ametuachia mfumo gani? Maswahaba waliokuwa baada yake wamefuata njia ipi katika kadhia kama hii? Kwa hivyo napenda mniazime kwanza masikizi ya nyoyo zenu kabla masikizi ya vichwa vyenu. Napenda unisikize kwa kutaka kutambua masala yalivyo, sio kwa kutaka nakdi na kujibu na kutoa hoja. Sababu tatizo letu mara nyingi sisi tunasikiza, lakini kusikiza kwetu nitamjibu vipi, nitaivunja vipi hoja yake? Usinisikize kwa sikizo hilo. Ukiwa una hoja baadaye unataka kujibu, khair wa baraka, hamna neno. Tutakaa tutajadili masala katika meza ya elimu, lakini nisikilize kwa sikio la moyo la kutaka kujua usawa uko wapi, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie sote tuko katika usawa. Na nimebeba makaratasi, najua pengine ni jipya hili, pengine hamjanizoea kusimama hapa na makaratasi. Nimebeba makaratasi kwa sababu kuna masail muhimu nataka niyasome, na yote ambaye kwamba atataka uthibitisho atanifuata baada ya swala ili nipate kumuonesha, nisiambiwe kuwa natoa mambo katika kichwa changu. Ikhwata al-iman wal islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata maansar wana siku mbili wanafurahia ndani yake, siku za sherehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Mwenyezi Mungu amewapa badali ya siku mbili hizo. Badali zenyewe nini? Akawaambia yaumul fitr na yaumul adha, siku ya fitr na siku ya adha. Ndio mwanzo kuwekwa sherehe ya Eid katika Uislamu. Baadhi ya maulama wasema Eid ilianza mwaka wa kwanza, wengine wasema ilianza mwaka wa pili, na kauli yenye nguvu ni kuwa Eid ilianza mwaka wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhama na kugura Madina. Kwa nini kauli hii ina nguvu? Kwa sababu maulama wanasema Eid ya kwanza kusherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni Eidul Fitr, na Eidul Fitr huja baada ya Ramadhan, na Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra. Kwa hivyo madamu Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa hijra na Eidul Fitr inakuja baada ya Ramadhani, ina maana Eid ya kwanza alokula Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni katika mwaka wa pili. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ama sharia ikatuwekea siku mbili hizi za furaha ambazo kwamba ni Eidul Fitr na Eidul Adha. Sharia ya Kiislamu imefungamanisha Eidul Fitr na kuisha Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani uishe, uandame wa Shawwali ndo Eidul Fitri imeingia. Kama vile sharia imefungamanisha Eidul Fitri na mwezi, vile vile sharia imefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Ukiandama mwezi wa Dhulhijja 1 mpaka 10, siku ya 10 ndio siku ya Eidul Adha. Hii ndivyo ilivyo katika sharia, na ndio namwona Mtume sallallahu alayhi wasallama alipozungumzia masala ya kuchinja, aliposema idha raaitum hilala dhilhijja
wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, mtakapoona mwezi wa Dhulhijja mmoja wenu akataka kuchinja, mmoja wenu akanuia kuchinja. Angalia, kuchinja moja katika ibada zinazofanyika siku ya Eid. Kuchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambatanisha na kitu gani? Asema idha raaitum hilala dhulhijja, mkiona mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo imefungamanishwa na kuona nini? Na kuona mwezi. Mkiona mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akawa nia kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi azuie asinyoe nywele zake vile vile na nini na kucha zake. Maulama watuambia ni kwa sababu ya kupata fadhila ya viungo vyote na thawabu katika nini, katika masiku kama haya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha Eidul Fitr na mwezi, na vile vile amefungamanisha Eidul Adha na mwezi. Tayeb, swala la kukhtalifiana matali' ya mwezi ni masala ambayo kwamba tushazungumza kabla ya hapo, tukaeleza kuwa ikhtilafu al-matali' ipo, lakini izingatiwe isizingatiwe ndo kuna khilafu kati ya maulama. Na kauli yenye nguvu kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Muslim katika hadithi ya Quraib, kuwa maswahaba wenyewe walifanyia kazi kutofautiana miandamo. Watu wa Sham wakafunga siku yao na kula Eid siku yao, na watu wa Madina ama watu wa Hijazi huku Makka na Madina wakafunga siku nini tofauti na wakala Eid siku tofauti. Ipo katika sahih Muslim, na kazi hiyo imefanywa na nani? Sayyiduna Muawiya radhiyallahu anhu ambaye alikuwa ni kiongozi Sham, na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas hibrul umma, na wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Quraib aliporudi akamwambia Sham wametangulia, Ibn Abbas akamwambia sisi tutaendelea hivi hivi, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi ama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kila mmoja afuate muandamo wapi? Muandamo wa kwao. Na hii kauli, ingawa mara nyingi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utaambiwa ni kauli ya Mashafi peke yake, hakuna kauli hiyo kwa maimamu wengine, si kweli. Na tumetaja kabla ya hapo kuwa ukirudi katika madhhabi ya Imam Abu Hanifa utapata maulama wengi wa madhhabi ya Imam Abu Hanifa wanaiunga mkono kauli hii. Nenda kwa Imam al-Kasani katika Bada'i'us Sana'i', nenda kwa Imam az-Zailai katika Tabyinul Haqa'iq, nenda kwa Sheikh Zada katika Majma'ul Anhar, nenda kwa al-Imam az-Zabidi katika Tuhfat al-Ithaf ama Ithaf as-Sada al-Muttaqin Sharh Ihya Ulumuddin, na wengine wengi katika maulama wa madhhabi ya Imam Abu Hanifa wanasema kila mmoja afuate matla'i ya kwao na muandamo wa kwao. Ukitoka kwa Imam Abu Hanifa njoo kwa Imam Malik. Imam Malik utampata Ibn Rushd, utampata al-Imam al-Qurtubi, utampata Ibn Abdul Barr, utampata al-Imam al-Qarafi katika al-Furuq, na wengine wengi katika maulama wa madhhabi ya Imam Malik wanasema kila mmoja afuate kwao, kila mmoja afuate muandamo wa kwao. Ukija kwa al-Imam Shafi'i sihitaji hata kukunukulia, kwa sababu karibu wote wanakubaliana kuwa matla'i zinatofautiana. Ukirudi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad anasema muandamo ni mmoja, mwezi ukionekana popote watu wote wafuate. Lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa akaja kusema kuwa kauli ya Imam Ahmad inakusudia miji ya karibu ama miji ya mbali matla zinatofautiana. Kwa hivyo kauli aliyopitisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni kwa miandamo ikiwa ni mbali ama miji ikiwa ni mbali, kila moja afuate muandamo na mwezi wa kwao. Hii masala ambayo kwamba tushazungumzia, hatuna sio maudhui yetu ya leo. Turudi kwenye Arafa na Eidul Adha. Je, Saum yaum Arafa ina mafungamano na kitendo cha hujaji ukufu katika Jabal ar-Rahma kule katika Midan Arafat? Taban haina mafungamano. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza, Eid kama tulivyotaja kuwa imeanza mwaka wa ngapi? Mwaka wa pili. Ibada ya haji imeanza mwaka wa 6, wengine wasema wa 8, wengine wasema wa 9, na ndio kauli iliyopitishwa na Ibn al-Qayyim. Kwa hivyo kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusherehekea Eid al-Adha na ibada ya haji kufaradhishwa kuna takriban miaka 5 mpaka 7. Hii imefaradhishwa ama imewekwa mwaka wa pili, na hii imewekwa mwaka wa ngapi? Tuache wa 9 wa 8, tushike huu wa karibu hapa wa 6. Ina maana wa pili mpaka wa 6 kumepita miaka. Hakuna haji, lakini kuna liwa Eid mwaka wa pili, wa 3, wa 4, wa 5. Hii Eid ilikuwa inaliwa vipi na hakuna haji?
Ilikuwa ni mahujaji gani ambao kwamba wanafuatwa? Mtume alikuwa na ile Eid vipi? Eid kama hii alikuwa anaangalia mwezi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 10 ndio siku ya Eid, anakula Eid. Haina mafungamano na haji na wala haija